nilikuwa najaribu kumtazama Karim Boimanda wakati anazungumza. Ushikumwona mtu anazungumza kama vile hana uhakika. Yeye ana uhakika unakuja baada ya, naweza ngasema kwa sababu wao ni taasisi. Kwa hiyo wao kama mamlaka wanawasiliana na taasisi husika kupitia barua pepe. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba hadi hapo ilipofikia wanaamini, jana nilikuwa nikimsikia pia anasema hawajapokea barua yoyote ya kutokucheza mchezo. Yes, kucheza mchezo kutoka kwa Yanga. Lakini hawajapokea taarifa ya uwanja wowote ambao Yanga watachezea huo mchezo. Japo wenyewe wanaamini mchezo wote utachezwa uwanja wa Mkapa kwa sababu ni moja kati ya mechi kubwa sana Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini Yanga wao tafsiri ya hiki ambacho wamekiposti ama wametoa ratiba mechi zao, mechi ya Dodoma ligi kuu, mechi ya Tanzania Prison ligi kuu na mechi ya Singida Black Stars mechi ya finali kombe la FA. Hawajaweka ratiba ya mchezo wa Juni 15 na kuna vibarua vilikuwa vinatembea mtandaoni vikionyesha watakuwa Rwanda wakicheza na Ryan Sports mechi ya kirafiki. Yes, mechi ya kimataifa ya kirafiki. Sasa bado kuna ukakasi. Sintofahamu ipo, ila hadi sintofahamu hiyo ifanyeje, naweza nikasema sintofahamu itoweke. Maana yake ni kwamba tunataka sasa viongozi wa Young Africans, ukiachana tu na kutoa taarifa kwa umma kupitia tu naweza nikasema barua ambao huwa mara nyingi wanaiposti kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tunahitaji tumuone kabisa afisa habari wa Young Africans akifanya mahojiano na vyombo vya habari, au hata Harris mwenyewe azungumze hilo, ama CEO, yani mtu yote ambaye yupo kwenye uongozi wa Young Africans ambaye atakuja sasa kutoa hiyo sintofahamu, bwana sisi maamuzi yetu ni haya na haya kuelekea katika mchezo wa tarehe 15. Kwa sababu ukimsikiza afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda anakuambia wao hawajapokea barua yote kutoka kwa Young Africans ikisema hawatacheza. Lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri pia Young Africans wao wanajua ni kitu gani ambacho anakifanya. Yani bahati nzuri inakuja ni kwamba Yanga wao wenyewe ndio wenyeji katika mchezo huo. Kwa hiyo wakiwa kama wenyeji katika mchezo huo, maandalizi yote yanafanywa na wao. Yes, na Yanga ni vitu gani, ni ushirikiano gani ambao wao watahitaji kutoka kwa bodi ya ligi. Wao ndio wanatakiwa wasiliane na bodi ya ligi wakiomba ushirikiano katika sehemu ambayo labda huenda atakuwa anakwama. Lakini kivinginevyo naweza nikasema bado tunabidi tusubirie maamuzi ya mwisho kutoka kwa Young Africans, kwa sababu kwa bodi ya ligi wao wenyewe wamethibitisha kwamba hakuna chochote ambacho wamepokea ama wamepokea barua kutoka Young Africans kuwa wacheze. Na kuna kanuni ambayo inaeleza kwa timu yote ambayo ikitaka kutoka nje ya mipaka Tanzania, maana yake inatakiwa itoe taarifa ndani ya siku 14 kabla ya timu hiyo kusafiri. Kwa hiyo sijajua na sijajua kwa upande wa Yanga imekuwaje, lakini jana katika vyombo vya habari, baadhi ya vyombo vya habari kwa nikifuatilia huo mchezo wao wa kirafiki ambao wao wamepanga kwenda kucheza kule Rwanda, ni kwamba walioandaa mashindano wanakuambia hawajapanga tarehe ya huo mchezo. Wajapanga tarehe ya huo mchezo kwa sababu pande zote mbili bado zinaangalia ni tarehe gani ambayo itakuwa favorite kwao kwa ajili ya huo mchezo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo inakuonyesha kabisa Young Africans ni kwamba tu kuna kitu hapa katikati, huenda wanawapumbaza wapinzani wao, lakini mwisho wa siku timu inaweza kaingia uwanjani na watu wakashinda mechi vile vile. Lakini mmoja kati ya kitu ambacho pia nakiona ni afisa habari pia wakati unaenda Tanga walivaa t-shirt zimeandikwa hatucheza, alafu mbele wakaongeza ngo. Kwa msisitizo. Ni msisitizo hali ya juu, lakini kwa hali hiyo inaweza ikawa ni mindset tu ya mchezo husika. Kwa sababu mwisho wa siku, mfano kama ikitokea Young Africans akakataa kwenda uwanjani, mimi naamini watakuwa wamemrahisishia Simba kutoa ubingwa. Ni sawa kutoa ubingwa, lakini kwa mujibu wa kanuni kama ambavyo tunafahamu na sheria ni kwamba taarifa ya kutokuchezwa kwa mchezo inatolewa saa 24 kabla ya mchezo. Huoni kama watakuwa wameibua pengine mtafaruku katika upande wa soka? Kwa sababu tunafahamu mechi iliyopita haikuchezwa kwa sababu ambazo Yanga wanataka kuzifahamu. Lakini wakati huo Simba wenyewe walisema wacheze kwa sababu hakufanya mazoezi. Ukirejea pia bodi ya ligi haikuomba radhi kulingana kile ambacho kilitokea. Wakati huo tayari Yanga walishafanya maandalizi ya mchezo kwa 99%, kwa sababu ilifikia mpaka hatua ya mchezo timu ikaingia uwanjani. Itimeshi kwamba walishawalipa maybe mareferee, walifanya kila kitu kinachotakiwa
kufanyika kwa ajili ya mechi. Sasa ikatokea kwamba mchezo hauchezwi kwa sababu fulani, masaa machache kabla ya mchezo, nafikiri masaa 3-4. Pengine unafikiri bodi ya ligi hawana makosa kwa kutokuomba radhi pengine? Bodi ya ligi makosa nayo, kwa sababu sisi tulitarajia kusikia ni sababu zipi ambazo wao zilifanya huo mchezo usichezwe. Maana yake wao walikuja tu kwamba kanuni inasema hivi na hivi na hivi, timu sijui inaruhusiwa kufanya mazoezi ama inaruhusiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kutokana na muda husika ambao wao mchezo utakwenda kuchezeka. Lakini exactly sababu nyingine ambazo zilipelekea mchezo huu kutokuchezwa, ambazo Young Africans wanazidai ama wanatamani waweze kujua, bodi ya ligi haikuzungumza. Kwa kuna vitu vingi ambavyo bodi ya ligi of course wao walitoka tu na kuja kutuambia tarehe ya mchezo husika ambayo itakwenda kuchezeka, hawakuomba radhi na kutaja sababu nyingine za kimsingi zaidi ambazo huenda zilipelekea mchezo huu kutokuchezwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi naamini bodi ya ligi imeshajua ni wapi ambapo wao wameteleza. Lakini mpaka sasa hivi hawajaomba radhi. Leo ni tarehe 3. Na hawawezi. Yaani hawawezi. Almost ukiangalia leo ni mwezi wa 6. Miezi mitatu maana yake. Maana yake kija kufika tarehe 8 inakuwa imetimia miezi mitatu kamili. Kwa hiyo sidhani kama katika miezi mitatu yote unakuwa unafikiria ni siku gani ambayo wewe utakwenda kuomba radhi. Na hisi wao kuomba radhi labda itokee mchezo huu kutokuchezwa tena. Lakini ikitokea mchezo umechezwa, sahau katika maisha yako kwamba kuna kitu kinaitwa kuomba radhi kutoka kwa bodi ya ligi. Na ukiangalia taarifa ambayo Simba walitoa kwamba wachezi ndio ambayo pengine imeleta ile sintofahamu zaidi, kwa sababu Simba walinyimwa kufanya mazoezi. Tunafahamu kikanuni kwamba timu inataka kufanya mazoezi, lakini katika historia ya mpira sijawahi kusikia kitu kama hiki of course, lakini kimetokea labda Tanzania kwa sasa. Na taarifa ya Simba kutokucheza mpira ndio ambayo imesababisha wengi mashabiki wa Yanga kuamini kwamba kuna namna ambavyo bodi ya ligi wako na Simba. Na nakumbuka kuna mheshimiwa mmoja, waziri mkubwa tu, alizungumza leo kwenye sherehe moja na yeye akasema hatuchezi. Na inasemekana kwamba Yanga pia baadhi ya viongozi wanaisupport kulingana na kile. Hatumzuii kiongozi kuwa na team of course. Na sheria na kanuni na lazima pia zifuatwe. Pengine sasa tukiwageukia bodi, tukiachana na hivi vilabu viwili ambavyo mmoja anasema tunacheza, mwingine anasema hatuchezi. Wapi hasa pa kurekebisha? Pa kurekebisha ni usimamiaji wa maamuzi. Yaani bodi ya ligi inatakiwa iwe na maamuzi ya mwisho. Naweza ngasema kutofautisha kati ya maamuzi ambayo unayafanya na maamuzi ya kihisia. Mimi naweza ngasema ile siku unajua watu walijipanga na mechi ya 100%. Yes. Paka inafika I think kwenye saa 6. Tukaambiwa tuingie uwanjani. Ilitoka taarifa kwamba mechi ipo pale pale. Tena aliyetoa taarifa alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya ligi. Maana yake ni kwamba yeye kabla ya kutoa taarifa ile alikuwa anaamini kwamba kila kitu kimeenda vizuri. Lakini baada ya yeye pia baada ya masaa machache vikao vya ndani kufanyika, taarifa inakuja mchezo namba fulani umegairishwa, mchezo utakuwepo kwa sababu hizi na hizi utapangiwa tarehe nyingine. Wakati mashabiki wako uwanjani. Wakati huo baadhi ya mashabiki washaanza kwenda uwanjani wakiamini kwamba taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa bodi ya ligi ni sahihi, kwa sababu yeye ndio chombo husika ama anayesimamia mamlaka hiyo ya kuendesha mpira wetu wa miguu nchini Tanzania. Kwa hiyo mimi ninachoamini kitu ambacho bodi ya ligi kwa wakati huu inatakiwa kufanya ni kusimamia maamuzi ambayo wao wanaamini ni sahihi, kuangalia maslahi makubwa ya mashabiki ambao wanafanya soka la Tanzania lizidi kuheshimika. Lakini wakati huo hizi timu za Simba na Yanga ni timu mbili ambazo zina ushawishi mkubwa sana. Yaani kuna nyakati ambazo wewe unaweza kuwa yani hata kiongozi aliyepo katika mamlaka husika, yeye anaweza akawa ni mdogo kutokana na ukubwa wa Simba na Yanga, lakini yeye anakuja kwa mkubwa kwa sababu ya kusimamia sheria na kanuni ambazo zimewekwa na bodi ya ligi. Kwa hiyo mimi nafikiri maamuzi sahihi ambayo wao wanaweza kufanya ni kusimamia sheria na kanuni bila kujali huyu ni mkubwa huyu ni mdogo. Mfano zingekuwa ni hizi timu za daraja la kati zingekuwa zishapewa adhabu muda mrefu. Alipewa adhabu Biashara Championship kama nakumbuka, nyang'anywa alama 15 kwa kushindwa kusafiri. Fountain pia alipigwa adhabu, alinyang'anywa point 3 na magoli 3. Sasa unakuja kujiuliza Fountain upande wa wanawake, lakini yes. Unakuja kujiuliza hizi timu za daraja la kati zimekuwa ni waathirika wa moja kwa moja na kanuni za sheria
wa hizi kanuni na sheria za bodi ya ligi. Lakini kwenye timu hizi kubwa kuna kama naweza nikasema ile naweza nikasema ule ukubwa unakuwa unachukua nafasi kubwa. Kwa hiyo kufanya maamuzi kwa 100% inakuwa ni nzito zaidi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho mimi naamini ili tuzidi kwenda mbele ama soka letu lizidi kuwa mbele zaidi, ni lazima sheria na kanuni zisimamiwe ipasavyo. Yaani tunaamini huku nyuma ya Simba na Yanga kuna watu wana nguvu zaidi. Yaani kuna shinikizo kubwa zaidi linaweza likafanya likapelekea hata mtu kuweza kung'atuka katika nafasi yake. Ndio ambacho watu wengi, ndio maana tunaona baada ya sintofahamu ya mechi ile kutokea, Young Africans walikuwa wanashinikiza zaidi bodi ya ligi, baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi waweze kung'atuka katika nafasi zao. Na sasa hivi anahoji Steven Mguto anasimamia timu gani? Kwa sababu nakumbuka alikuwa Coastal Union, lakini nasemekana aliondoka Coastal ama aling'atuliwa Coastal Union. Kwa hiyo bado maswala yanakuwa ni mengi zaidi, lakini wakati huo Steven Mguto anaelekea ukingoni wa muda wa nafasi yake. Muda wake anaelekea mwishoni. Kama watu watakuwa na imani wanampa tena, itakuwa ngumu. Sasa unajua shida ya Mguto alifeli tu aliposema mechi ipo, alafu akatoka alikotoka tena taarifa ikatoka mechi imeahirishwa, na juzi akasema mechi ipo. Shughuli anayo Mguto mwaka huu. Tunarudi hapa